mpenzi mtazamaji wetu, tuweze kuendelea kuangazia tetesi za usajili zinazoendelea kujiri barani Ulaya, ikiwa leo ni tarehe 5 Machi. Tunaendelea kuangalia namna ambavyo soko la usajili linaenda. Karibu uweze kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata update nyingi zaidi za kimichezo, lakini pia unaweza ukatufollow kwa kubonyeza alama ya jumlisha au neno follow. Tuanze moja kwa moja na kule Arsenal. Swali limeulizwa na baadhi ya wadau wa soka wa nchini Uingereza kwamba je, hatimaye Arsenal msimu huu ataweza kuondoa ule ukame wa kutoa kombe la ile ligi ya EPL? Arsenal ataondoa ukame? Kwa nini swali hili limeulizwa? Ni kwa sababu Arsenal jana ameshinda 1-0 dhidi ya Brighton, na Manchester City ambaye amekuwa ni mpinzani wake wa karibu amedraw na Nottingham Forest, na Manchester United ambaye alionekana pia kuanza kufukuza kwa nyuma, naye pia amepoteza kwa kufungwa na Newcastle 2-1. Hivyo imewafanya Arsenal kuwa kileleni kwa utofauti wa pointi nyingi zaidi na wapinzani wake hao wawili, yani wa kwanza, wa pili na watatu. Na Aston Villa naye alipoteza kwa kufungwa 4-1 na Chelsea. Kwa Arsenal ameendelea kujiweka mazingira mazuri, na ndio maana baadhi ya wadau na wachambuzi wakubwa wa soka la Uingereza wameanza kuchambua kwamba yuamkini Arsenal mwaka huu anaenda kuondoa ukame na anaenda kucheka yeye na mashabiki zake kwa kutoa ile taji la ligi ya EPL, ambapo mara ya mwisho ni kocha Arsene Wenger alifanikiwa kuiongoza Arsenal kutoa kombe lile, haikuwahi kutokea tena. Sasa Mike Arteta alijaribu mara nyingi na akawa anashindwa, na kilichokuwa kinamwangusha Arteta miaka yote ni mara baada wanapoanza ile raundi ya pili ndio timu ilikuwa inaanza kuboronga. Lakini mwaka huu mambo ni tofauti. Tuko mzunguko wa pili, Arsenal akiendelea kuwasha moto. Hatusemi kwamba ameshachukua kombe, ila ni uchambuzi, na wachambuzi wa Uingereza wamekuwa wakizungumza namna hiyo. Basi tuende kule Real Madrid. Klabu ya Real Madrid ya nchini Hispania wamejiondoa katika kinyang'anyiro cha kumnunua kiungo wakati wa Manchester City Rodri. Moja ya sababu iliyowafanya Real Madrid wajiondoe ni kwa sababu ya mchezaji wa Manchester City dau lake sokoni kuwa kubwa, ambalo ni euro milioni 60. Tunajua Madrid ni matajiri. Kwa nini wamejiondoa kwa dau kubwa? Kwa sababu wao wenyewe wanadai kwamba euro 60 haiendani na umri wa Rodri. Rodri ana miaka 29. Dau lake euro milioni 60. Madrid wameona kama biashara hii, project hii haitawalipa, na ndio maana wameripoti leo kwamba wamejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Hapo pia Real Madrid wanasema pia wako kwenye mpango wa kumbadilisha meneja wa timu hiyo, kumuondoa Alvaro Arbeloa na kuweza kumtafuta meneja mwingine kwa ajili ya kuweza kuchukua nafasi ile, na wanamwangalia kwa karibu zaidi meneja wa sasa wa AC Milan, Massimiliano Allegri, kama sehemu pekee mtu ambaye anaweza kutoa nafasi hiyo ya kuwa meneja au kocha wa klabu hiyo ya Real Madrid. Kwingineko pamekuwa na vita kali kati ya Liverpool pamoja na Arsenal, wanang'ang'aniana namna ya kumpata kiungo wakati wa Juventus na Ufaransa, Kefal Thuram, ambaye ni ndugu wa karibu wa Thuram yule anayekipiga Inter Milan. Kefal Thuram mwenye umri wa miaka 24 anaumiza vichwa vya Arsenal pamoja na Liverpool, na wote hao wanaangalia namna ya kuinasa saini yake. Kwingineko mshambuliaji wa Ufaransa Antonio Griezmann anakabiliwa na sekeseke la yeye mwenyewe kufanya maamuzi yake binafsi, aidha kusalia Atletico Madrid au kukubali ofa ya kujiunga na Orlando City na ushiriki ligi kuu ya soka huko Marekani. Hivyo basi uamuzi umeachwa mikononi mwake. Hivyo Antonio Griezmann yuko kwenye ile hali ya kujiuliza, niende nisiende, nibaki niondoke. Tutaendelea kuhabarishana Griezmann atakapopata mwafaka. Kwingineko tumalizie na kule Ujerumani kwa klabu ya Bayern Munich, wanafikiria kwa dhati kumnunua mshambuliaji wa Galatasaray na Nigeria Victor Osimhen mwenye umri wa miaka 27, huku wakijiandaa na juu ya kuondoka kwa mshambuliaji wao tegemeo Harry Kane mwenye umri wa miaka 32. Na viongozi wa Bayern Munich wanamuona Osimhen ndio mbadala sahihi kabisa wa Harry Kane. Mwanzoni Harry Kane alichukuliwa kuziba nafasi ya Lewandowski, na sasa wanataka kumchukua Osimhen kuziba nafasi ya Harry Kane. Basi tumefika tamati ya tetesi za kimichezo kwa siku ya leo. Bye bye, karibu uweze kusubscribe channel yetu, bonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza ukalike na kufollow upande wa TikTok. Karibu tena, bye bye.